a living God. Come on, shake his hand, neighbor. Come on, we are serving a living God. Come on, shake your neighbor, we are serving a living God. Come on, celebrate Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baraka zako ziwe na mimi. We know the song. Na macho yako yawe na mimi. Mapenzi yako kwa mkono wako kweli umenibariki. No, I want to get the crowd sing mood. Amen. Come on, 10. Yeah. I want to turn low. I want to turn the Lord on our side. It doesn't matter your destiny. Isaiah chapter 60 verse 1, the Bible. Tunajua tunaenda wapi? Na tunataka kupiga simu kwa Bwana. Hallelujah. We are going to do it in a Congo way. Sawa? Are you ready, Mr. Sheldon? Now, most baby. Most baby. Nipa hiyo key. Jone hivi tu pole pole. My dance team songa mbele yangu. Jone hivi pole mosa. Nipe hiyo tempo. Hello binguni. 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 Come on. Hello binguni. Hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hello binguni. Hey, nataka gari. 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 Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, nataka gari. Hey, nataka gari. Hey, nataka gari. Hey, nataka gari. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, hello binguni. Hey, binguni. Hey, nataka gari. Hey, nataka gari. Hey, nataka gari. Hey, somebody look me, see what the Lord has done. Somebody look me, see what the Lord has done. Hey, somebody look me, see what the Lord has done. Somebody look. Are you sing? Hey, somebody look me, see what the Lord has done. Somebody look me, come on. Somebody look me, see what the Lord has done. Somebody look me, come on. Hey, can you look me, see what the Lord has done. Somebody look me, come on. Hey, can you look me, see what the Lord has done. Somebody look me, hey, can you look me, see what the Lord has done. Somebody look. Hallelujah. Hey, when you see me clap, I clap like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. When you see me clap, I clap like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. Hey, when you see me clap, I clap like a winner man. When you see me clap, I dance like a winner man. Hey, when you see me dance, I dance like a winner man. Hey, when you see me dance, I dance like a winner man. When you see me dance, I dance like a winner man. We are going to dance like this. Come on.
Salimie jirani yako. Uko ready? Are we ready? Geuka na usmailie jirani yako. Mikono hapa, mikono hapa. Aleza iye kile kile. 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 Celebrate Jesus. Hallelujah. Now, mikono yako hivi. Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Baba 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 Ipacha kidogo. Sifa Mungu we. Pokea sifa Baba Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Baba Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Baba Pokea sifa Mungu we. Pokea sifa Baba Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Tunaenda kurudia Bwana. Yesu wa baraka. One, two, three. Hallelujah. Aya, mikono huku kidogo. Alo. Tuko salama. Tuko shambamba.
Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima. Ala mikono hapa Bwana. Mamizi na lola mose. Yesu astahili heshima. 1, 2, 3, turukie Bwana. Come on, somebody clap. Yesu astahili. One more time. Nimesipokea heshima. Yesu astahili. Yaya panda. Panda nayo umela sekoni. Umefanya nayo. Yaya neno umela. Mabisina lola mose. Yaya panda nayo. Panda nayo umela. Mabisina lola moye. Yaya panda nayo. Panda nayo umela sekoni. Yesu astahili heshima. Yesu astahili. Yahweh kumama yosali zambe papa. Yahweh kumama. Yahweh kumama. Yahweh papa loyo. Yahweh kumama. One more time, Yahweh uinuliwe. Yahweh kumama. Celebrate Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now we are going to another way. Tell your neighbor another way. Another way. Na inua mikono yako hivi. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna hata kuwe imba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna na wacha imba. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama
Inua mikono yako mbele za Bwana. Haleluya. Mara moja mwambie Bwana, umestahili. Umestahili mbele. Umestahili Bwana maisha yenu wetu. Umestahili siku ya leo Bwana. Umestahili Baba. Umestahili heshima. Umestahili Baba, heshima zetu ni zako. Umestahili katika maisha yetu. Umestahili, oh Jesus, you are worthy of my praise, oh God. You are worthy of my worship, Daddy. You are worthy of me lifting you up, Lord. You are worthy of my praises. When praises goes high, your glory comes down. That is who you are. That is who you are, oh God. You deserve all the glory. You deserve all the honor. You deserve all adoration, oh Lord. Come on, somebody, just lift your praises. Lift your praises. Lift your praises. Lift your praises to Him. You deserve. You deserve that. You deserve all the glory and honor. It all belongs to you. It all belongs to you. Come on, somebody. Come on, launch deeper. You are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise. This is a personal song. Come on, somebody. You are worthy of my praise. Oh, you are worthy of my praise.
usiyeshindwa, 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 wewe ni Mungu usiyeshindwa, Baba usiyeshindwa, usiyeshindwa maishani mwako, wewe ni Baba nina kushukuru, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Baba nina kushukuru, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Baba nina kushukuru, umefanya hili na lile, umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina. Baba nina kushukuru, Baba nina mikono yako mwambie Baba nina kushukuru. Tukimalizia Baba nina kushukuru. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Hallelujah. I want us to shout for the Lord. Amen. For what he has done in our lives. Hallelujah. Yeah, he says he likes disorderly voice. Amen. Disorderly voice. Now I want us in a count of 3. I want us to lift our voices up and shout to the Lord. Amen. Amen. Ile nduru napigianga Ruto akiingia kwa stage. Now better than that. Hallelujah. Hallelujah. We ready to do that? I want us to shout for the Lord. Amen. When the tower of Jericho came down, they shouted, amen. Now in 1, 2, 3, come on, shout for Jesus. Oh, we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen, amen. We can have our blessed seats. To welcome you all to Nyamira KMTC Christian Union. Welcome to today's service. Those of us who are watching us live, feel welcome, feel at the feet of the Lord. This is the best place to be. At this moment, we are going to have our presentations, and I'd like to call Njoroge. Up, Jesus. Praise God. Praise God once again. Are you happy to be in the house of the Lord? So, yes, my name is Njoroge, and I want to call people that I refer to as
my family. Wakuja nisaidia. We have a presentation. But before that, IT kindly. Deuteronomy 31 verse 6. So Deuteronomy 31 verse 6 says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you, and he will never leave you nor forsake you." So basically, what the verse is telling us is that we should be, inasema be strong, courageous, do not be afraid. So in short, inasema you be brave. Well, yani ujikaze, like usikuwe shaken hapo, usikuwe unatetemeshwa na anything, as long as you have God. Because actually hapa ni kani anatuambia he's always with us, and he will never leave us. So anything that you go through in life, any situation in your family, in your life, in your academic life, yani kitu isiwahi kushtua na mtu asiwahi kushtua, si ndio? So I'm going to call my class, March 2022, clinical medicine. Yeah, kindly. As I have said earlier, these guys are people that I refer to as family because we have worked together in this journey of Christianity together as a family. So we are going to bless God, and I hope you be blessed as we sing this song. Roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Siku za mwisho ni nyakati hizi, wenye imani wamewekwa kando, imani yao ijaribiwe. Bwana, naomba unisaidie. Siku za mwisho ni nyakati hizi, wenye imani wamewekwa kando, imani yao ijaribiwe. Bwana, naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Natoka kwako wewe Shetani, ndani yangu niwe salama. Yesu, nifiche nisionekane. Bwana, naomba unisaidie. Natoka kwako ewe Shetani, ndani yangu niwe salama. Yesu, nifiche nisionekane. Bwana, naomba unisaidie. Vumilia roho yangu, majaribu
them better. Temptations are always there, and they are there to put you to test your faith. But always believe that the Lord is always with us. I believe that God loves us, and for that He even sent His Son to come and die for us on the cross, that we may be saved. Whatever comes your way, whatever comes through, it may be tough, smooth, just take it the way it is and pray to God. Have faith, believe. Don't have any other second option. IT, please project for us the book of Romans chapter 5 verse 8. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. You are the one that we praise. You are the one we love. You give the healing and praise. That's always on God. Oh, our hearts always on God. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and praise. That's always on God. Oh, our hearts always on God. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. I pray you meditate upon on that whenever you're less busy. The next presentation, I think the last one, is from Vincent. You're welcome. Blessed assurance, Jesus is mine. Blessed assurance, Jesus is mine. The item before you comes from the book of Galatians chapter 6 verse 8, 9 and 10. Galatians chapter 6 verse 8, verse 9 and verse 10. And the title of the song inasema kwamba let them say. Whatever you go through, let them say. Whatever umeambia Mungu umemwomba, hawajui, lakini wewe unajua. Mawazo yetu ni tofauti na mawazo ya mwanadamu. Karibu. Mawazo yetu tofauti, Mungu aliamua kila jambo twatofautiana. Mioyo yetu inawaza tofauti kabisa. Haya yote ni uweza wa Mungu. Inapendeza Mungu naye uona tofauti nao wanadamu. Hayo wawazayo yasikutishe, ni Mungu pekee akujuaye. Hayo wawazayo yasikutishe, ni Mungu pekee akujuaye. Mabaya yote ukapewa, waache waseme.
waseme, mabaya yote ukapewa, waache waseme, mazuri yao wachukue, waache waseme, waache waseme, wewe mchawi, waache waseme, waache waseme, wewe hufai, waache waseme, hawajui ni wapitia, waache waseme, ushamwomba ni Mungu wako, waache waseme, ache waseme, wewe upone, waache waseme, waache waseme, utakufa, waache waseme. Wache waseme wanadamu, mawazo yao ni tofauti na mawazo ya Mungu. Nina amani moyo wangu, Mungu ameniona, matumaini yangu ya kwake, anaijua nia yangu, hitaji na maisha, maumivu yangu yote ya moyo, na siogopi walimwengu wanapokuangusha, samehe hao ni wanadamu, uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo, si kama mimi, uombe Mungu hajakutenga, akujuavyo, si kama mimi, umewapenda hawaoni, waache waseme, kasaidi hawaoni, waache waseme, umewapenda hawaoni, waache waseme, kasaidi hawaoni, waache waseme, waache waseme, weni mfai, waache waseme, waache wakite msaliti, waache waseme, kasingiziwa mambo mengi, waache waseme, hata waombea Mungu wako, waache waseme, waache waseme una kazi, waache waseme, waache waseme wewe uvuki, waache waseme. Kwa hivyo mwenzangu, kwa jambo lolote unalolifanya, mtegemee Mungu. Barikiwa sana. Thank you for that. May God bless you. At this time, allow me welcome the secretary for the announcements. God, church. Praise God again. It's a nice day the Lord has made, and I'm blessed to be with you today. Nashukuru again mmefika. Mungu awabariki sana. So before I give the announcement, I had a verse, word from the book of Psalms, chapter 121, verse 7. It says, "The Lord will keep you from all the harm. He will watch over your life." Okay. Psalms chapter 121, verse 7. Nasema, "The Lord will keep you from all the harm. He will watch over your life
and the Lord will watch over your coming and your going, both now and forevermore. So on Monday, we have prayers 5:30 to 6:30 p.m. On Tuesday, we have prayers and fasting for the whole church, and in the evening, we have an home fellowship. On Wednesday, we have discipleship 5 to 6 p.m. And then on Thursday, prayers and fasting for the whole church for praise and worship. And then we have an evening midweek service that is 5 to 7 p.m. On Friday, we have leaders and prayers and fasting. And in the evening, we have Bible study 5 to 6 p.m. We have an intercessory kesha 5:30 to 4 p.m. And then on Saturday, we have morning prayers 6 to 8 a.m. And in the evening, we have praise and worship and the choir practice. That is from 3 to 7 p.m. On Sunday, our services start from 5 to 6 a.m. That is prayers in the morning. And then our service starts from 8 a.m. onwards. Thank you. Be blessed. Call upon the choir as we are going to give out our offerings. Praise God. Praise God once more. Before we sing, allow me to read a word from Revelation, chapter 4, verse 8 to 11. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night, they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and our God, to receive glory, honor, and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Amen. So this song, we are worshiping the Lord. We join the 24 elders to bless the name of the Lord. Amen. Yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema, mtakatifu ni Bwana. Maelfu
tukisema mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, ni Bwana, mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Na sisi watoto wako tunapaza sauti tukisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Majeshi ya malaika yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Maelfu kwa maelfu yanapaza sauti yakisema mtakatifu ni Bwana. Thank you so much. It's another moment. I understand that the school is having elections next week, and I know that there are aspirants in the house. I'd request that you come forward. You've come to ask for God's blessing, and I'd like Pastor Mugo to come and pray for you as we continue with your peaceful election. We are heading your peaceful campaign and the election. You're welcome. All those who are vying for seats. Glory to God. Wanaong'ang'ania au wania viti mbalimbali. Glory to God. The government in waiting. Jerry, we had a ujuda sababadi. Glory to God. Unasimama nini? Hostel commissioner, academic commissioner, mtukufu rais, secretary organizing, president mtukufu rais, organizing secretary, library commissioner, simkubaliane basi muachie moja. Mtaka aje hapo karibu na nyinyi ni rivals. Kwani hii uchaguzi haina vita? Glory to God. Hallelujah. Church, they are your leaders, sindio? All you have to do is to reason for what they are offering. Hapa tuko na organizing secretary and organizing secretary. Hao nyinyi jueni mtapea nani? Mr. President and Mr. President, jueni mtapea nani? Library Commissioner, jueni mtapea nani? Si ndio? Sasa mtu tunapea
Hii tushapitisha senior wawili. Hawana mtu anabishana hapa. Si tushawapea hiyo. Wa hostel na academics. Lakini hao wengine hao mimi siongei. Na waachia mta decide. Glory to God. I want to believe that mna campaign. As also we pray for you that God will give you victory. Unajua sasa hapa, unajua afadhali ile ya Ruto anakuja kanisa leo, Raila anakuja hiyo siku nyingine. Hii wote wamekuja. Sasa hapa tunawaombea tu neema itembee na nyinyi. Glory to God. Mnapouza sela zenu, ongelesha Wakenya vizuri. Alafu mkifika pale juu, msikure pesa yetu tafadhali. Si mumeokoka? I want to believe these people are Christians. And Christians, please don't involve yourself in any type of corruption. Hata wewe wa hostel, mtu akileta mbangi huko shout. Si ndio? Najua hostel anajifanya yeye hana corruption, lakini mwingine anapika ugali usiku na anasikia harufu na amenyamaza. Usikue hiyo kitu, si ndio? Glory to God. Si tusimame tu kila mtu awaombee tu kibali. Tunawaombea tu favor. Glory to God. Sasa hapa hatujui ni nani tunaombea ushindi. Juu wako wote. Tuwaombee tu Mungu awafavor and may the best candidate mwenye atawina ataserve sisi. So may the best candidate win. Glory to God. Church, just pray for 1 minute that God will go together with them. Thank you. We glorify your holy name this morning in the name of Jesus. Your sons and daughters of your presence, oh God. My Father, my God, they are praying that before you a seat of glory. King of all the glory, I pray that your favor, that your grace will be upon you, that your Holy Spirit will guide me, whatever the will for the both of glory. We pray, Lord Jesus, in the name of Jesus, that you favor them, you give them all support. Mfalme mwema, Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu tunawakabidhi wapendwa hawa mikononi mwako asubuhi ya leo, wanaposimama mbele zetu kwa sababu ya uchaguzi ambao uko mbele zao. Tunapenda kuwaombea neema yako ikaondoke pamoja na wao. Ni wapendwa, ni ndugu katika Kristo, ni ndugu katika shule na ni ndugu katika mambo yote. Mfalme mwema, hivyo basi letu asubuhi ya leo ni kuwaombea tu neema yako ikatembee na wao. Kibali chako kikaondoke pamoja na wao. Wanapoingia hapa na pale wakiomba kura, Jehova tunawaombea ukakubali kutembea na pamoja na wao. Maisha yao wakati huu wa uchaguzi tunayaweka chini ya uvuli wako, ukawarinda, ukawazingira na ukatembea pamoja na wao katika mapito yote. Na watakapoepuka washindi, tutakuwa hapa kusema asanti kwa sababu umewatendea. Wabariki na uwakumbuke katika vyote, kila chochote ambacho wanakihitaji katika muda huu, Jehova ukawapa, ni kwa sababu wewe ni Mungu mpaji. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Glory to God. Tushawaombea kura. Eni chini. Asanti sana Joki. Thank you so much. Mungu ameshachagua viongozi. The leaders come from God, right? He's already chosen the leaders. We are waiting for the election day. The book of Lamentations, chapter 3, verse 27, I think so, states that it is good for a man to bear his yoke in his youth. I pray that as they aspire to lead the school, may they also have that wish and will to serve the Lord. And before I leave, I was privileged, I'm greatly humbled to be your programmer today. I'm Isaiah Diana Njoki, Clinical Medicine, March 22. And before we get the word, I'll welcome our mom to pick it up from there. Thank you so much.
much blessed as we serve the Lord. This moment I want to thank the praise and worship for the great work they have done, the choir, the instrumentalist, our IT. Thank you so much. Help me appreciate them. They are doing a great work in the house of the Lord. Here with us, we have our daddy here. We want to thank you for availing yourself here, together with our visitors, Pastor Wilberforce and your family. We want to thank you for availing yourself and being here as we serve the Lord. We much honor you and your blessing, and we welcome you once again. Help me appreciate them. Yes, today being our 21st Sunday, I want to welcome any visitor in the house, our visitors from YCS, our visitors from SDA. You're welcome. Please stand up and wave for us. Appreciate them once more. Asanteni sana kwa kututembelea. We love visitors and welcome again and again. We have our visitors here in the house. Please help me. Praise God once more. Praise God. My name is Vincent Nyakundi from SDA. I saw it's better I come, we share, we fellowship together and give God glory. Be blessed and be with God always. It is my first time to be here. My name is Agre Angwenyi. I'm known as Ray. I stood as a candidate, but I'm in the house of the Lord. And we have come today here because we need blessings from the church ahead of our elections. I'm a Seventh-day Adventist, but I love the way the Christian Union does its programs. Anytime I even walk around, I'm so pulled to be here. Pastor, our guests, and the church, pray for us. Beyond elections, there is life. Mimi na yule mwenzangu Henry ni wanafunzi ambao tumesoma hapa tangu mwaka wa kwanza, same time, same rooms, same ground, same things. Whoever emerges the winner, let's accept, because God decides. As I want to sit down, mimi kama Ray, niko kwa sababu ya comrade, si kwa sababu zangu. I want to sit, but before I do so, ukikuja kwa nyumba ya Mungu, upate watumizi wa Mungu wamekuja. Najua pastor watakuangaisha wakianza kutoka. Nikitoa sadaka ya wao kurudi, si kwamba nimehonga kanisa. Mungu anasema mkifika kwa nyumba yake, tenda kila ambacho mnaweza kutenda. So pastor, I'm giving you 1,000 shillings. That is because of the guests. Wakirudi warudi salama na sisi tubaki salama. Asante na Mungu awe nasi. Waliponiambia twende nyumbani mwa baba,
I'm Ombui Henry, a member of Clinical Medicine 2.1 class. The programmer was a member of my class. The chair lady of this institution is a member to my class. I'm very grateful to be here. Like, my class has wholly represented me in this church, and I'm very grateful that indeed there are people who can sacrifice themselves to work for the Lord. Amen? It is a blessing to be here today. It is not my first time. I've been fellowshipping with you guys. All I can request you is that we need prayers. Above all, there is a God in heaven. Amen? Amen. Thank you so much. Yes, let us appreciate them once more. Hata baada ya kura, tafadhali urudi katika nyumba ya Bwana. We welcome you once again as we fellowship together. Do not forsake or give up the fellowshipping together. Hebrews chapter 10 verse 25. Praise God. I have a few announcements that we planned as a church that we shall visit the children's home. And it has come that we are now getting ready for the children's home, and we're asking you something that you may help us. And I'm going to welcome the care ministry chairperson to guide us on how we shall do it. Please help me welcome him. Praise God. Praise God again. Today I'm very happy to see you. Thank you very much for that. Yeah. I'm Kevin Mayenge Migaga, the chairperson of Care Ministry. I had an announcement about the children's home. Last year, we contributed some amount, but contribution is still going on. So I will to you guys to assist us. Sindio? Twende tusaidie wale wenye wajiwezi, sawa? Yeah, twende tuwasaidie. Then kutakuwa na performance zitapita around. So first years are not aware of that, but right now I'm passing this information to you. Wherever performer passes kwako, tafadhali kila ambacho uko nacho kidogo, just contribute, sawa? Yeah. So no, we are not. So I from the book of Proverbs chapter 19 verse 17, however is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deeds. Amen. Amen. I want you for the opportunity, and be blessed. Continue enjoying the service. Yes, help me appreciate him once more. Yes, it is another time. I want to welcome our chairperson, who is going to welcome the man of God as he is going to preach. Please help me appreciate him. Karibu sana. Na Yesu asifiwe. Hi. Hello. Pray for the given unto me. And also I thank you all for your time to come, we fellowship together.
May God really bless you. God really bless you. I still remain Kiprono Aaron Langat. Mungu ni mwema kila wakati. Situjibu kila wakati. Mungu ni mwema. Thank you very much. So concerning the children's homes, kuna vitu kidogo tu wameacha na nitaongezea. Najua it's good to reassure the people, si ndio? We contributed last time some amount, and we managed to contribute 15,500, and hizo pesa bado siko sawa sawa. So usikuwe na second thought of tuna contribute nini tena. Please, it's good. The hand who gives. Thank you very much. So I'm privileged to stand before God and before you to say that God has been so faithful to me personally and to our church. And as we say always, when we come, when we continue serving God, He will never leave us and He will always bless us. Sindio? So also kuna jambo moja nataka niwaambie ni kwa ya kwamba we were told by our mom something, and indeed today the assignment has been done well. I know most of us may not know that assignment, but turn to your neighbor, see how he or she has made him or herself, and that is the assignment number 1 we requested. Sindio? Watu wengi ni kama wachajua vizuri, lakini ni sawa. So welcome. Ni vizuri kukuwa na watumishi wa nyumba ya Bwana, and I'm so privileged to stand before them. May God really bless you, our dad, our pastor Wilberforce, and other visitors. May God really bless you. And before I hand over the program, I will just leave with you a verse from the book of Mark 11, from 23 to 25. And it says, "Truly I say to you, whoever says to this mountain, be taken up and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him." 24. "Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours." 25, it says, "And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses." Praise God. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale wenye wanawania viti mbalimbali, na at the same time kuna wale wenye wanasomea mtihani wao wa mwisho. Ni vizuri udemand, ni vizuri usimame kama wewe, uambie hiyo mountain sasa, uweke sasa kwa sasa shida yenye unapitia, ama kitu inajaribu kukupea shida kidogo, si ndio? So ni vizuri usimame imara, na unapoomba ni vizuri unyenyekee na uombe msamaha, si ndio? So for those who are revising for the FQA, I know it's around the corner,
Na tunaposikia huo mtihani ama hiyo mtihani, watu wanakuanga wanatetemeka sana. But kitu yenye inanipeanga moyo sana ni hatukuangi wa kwanza na wa mwisho, si ndio? That's what always give me hope, because I know one day, one time, we will stand here and give a testimony, si ndio? So please, tusikuwe discouraged. Hata kama watu wengine wataelektiwa na ushaelektiwa, Mungu ni mwema, si ndio? Maybe hii si yako, kuna ingine yako iko mahali, si ndio? So please, tusilete wifu na tusilete makasiriko, si ndio? Please, it is in order that, unajua, at the end of the day, we are all students of Nyamira KMTC, si ndio? So please, let us preach peace even during this time of campaign. Also, kuna namba tumeprojectiwa hapo. Please, if you have something for children's homes, maybe you can do it before we welcome a man of God who will come and take us through. So please, ni hiyo namba tena tunatuma na Mungu atatubariki, si ndio? So nawaomba tusimame ili tukaribishe mnenaji wa siku ya leo. So let us all rise up as we pray and welcome a man of God. Let us pray for the offerings. Once again, Lord, we come before thy presence, O King of glory. We say thank you for the gift of life that you have given unto us, O King of glory. Jehovah, Lord, before us, King of glory, is the offerings, King of glory, that your children, King of glory, have given unto you, King of glory. Jehovah, Lord, how I pray so that you may bless the source and the origin, King of glory, of these offerings, King of glory. Jehovah, Lord, for those who did not have, King of glory, it's my prayer, King of glory, so that you may provide for them next time, so that your work in the church, King of glory, can be done. And Jehovah, Lord, your services, King of glory, can be offered to another levels and other dimensions, O King of glory. Jehovah, Lord, as we welcome also the man of God, King of glory, Jehovah, Lord, it's my prayer, King of glory, so that you may use him, or King of glory, according to your ways and according to your will. Jehovah, Lord, we rebuke all the spirit of darknesses, all the spirit of disturbances. We rebuke them, King of glory. And Jehovah, Lord, may you give us your understanding, King of glory, even King of glory, as we receive your word, Lord. Jehovah, Lord, I thank you for each and every member who have come unto this place. May you be with them. May you meet with their desires of their hearts, O King of glory. Jehovah, Lord, I thank you, King of glory, for those who are Jehovah, Lord, streaming online. Jehovah, Lord, may you bless them, O King of glory. Give them the strength, King of glory, and bless their lives, O King of glory. Jehovah, Lord, the battles they are undergoing, Lord, Jehovah, Lord, you are only King of glory, God, who knows, King of glory. And Jehovah, Lord, I know, King of glory, you will intervene in Jesus' name. Jehovah, Lord, I thank your name and I glorify you. For in Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you, Jesus. Amen. So as we welcome a man of God, no, I have not yet say you sit down. It is in order we stand so that we can welcome a man of God. So let us clap as we welcome. Amen, 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 amen. Been here before time began, as you still know my name. Existed through eternity, and you still know my name. Been here before time began, and you still know my name. You existed through eternity, and you still know my name. Elohim, Elion, what about you remain the same? Say again. Elion, what a mighty God you are.
seen. This Kind of love no man can give. This kind of love I've never seen. This kind of love no man can give. Glory to God. Let us have our precious seats. This kind of love, I've never seen it before. Glory to God. This kind of love no man can give. Ni Yesu tu. Hallelujah. Ni Yesu tu. Ambia jirani yako upendo namna hii ni Yesu tu. Upendo namna hii ni Yesu tu. Ukitafuta kwa ulimwengu hutapata. Glory to God. Hallelujah. This kind of love, it's only Jesus can give. It's only Jesus can offer. No man can give. Hallelujah. Anatupenda. Ametupa nafasi kupatana asubuhi ya leo ili tulitukuze jina lake. Hallelujah. Glory to God. And I'm much happy to see you people here. And I'm much happy to see your faces shining. Glory to God. You know, nobody can think that you are undergoing any difficulty in your life. Glory to God. No man can think that urinama sapa. Hallelujah. No man can think hujalipa school fees. Atina mtihani ni next week. Glory to God. We can still afford a smile. We can still shine with all those difficulties in our lives. Glory to God. Ni kwa sababu ya upendo wa Bwana. Ni kwa sababu ya upendo wa Yesu. Ndio umetupa utukufu namna hii. Bwana Yesu atukuzwe. Allow me to welcome our visitors. All of you who are our visitors, the first timers, and feel much welcome. Glory to God. Tunapenda wageni na tunajua wageni ni baraka. Kufika kwenu ni baraka katika kanisa letu. And mark this. If you don't fellowship somewhere else, please make this your church. Glory to God. Make this your church. Tuko tayari kukua wa ushirika pamoja na wewe. And we humbly invite you to this fellowship so that we can serve the kingdom together. I'm ready to father you. I'm ready to mentor you. Kanisa halijaja. I can see we have some few seats here. And kindly feel that you'll be part of the members who will be sitting here. And you will be blessed. Glory to God. Allow me, and this point, appreciate the Dizzy TV. Kindly clap for the Dizzy TV who are present here. Glory to God. Dizzy TV, we are much humbled to have you today, and for giving us that 3-4 airtime. We don't take it for granted. We want to believe that today we will minister to those who are not in this church. Glory to God. Those who are outside there, wale wazazi wetu ambao wako nyumbani, wale ndugu zetu ambao wako nyumbani, wapendwa wetu ambao wako mahala ambapo hawangeweza kufika hapa. Ni shauku la mioyo yetu kuwafikishia neno walipo. Bwana Yesu atukuzwe. Na ninapenda niwatangazie tunapobarikiwa, hata nao wanabarikiwa asubuhi ya leo. Napenda niwatangazie tunapopokea miujiza yetu katika madhabahu haya, hata wao wakiwa nyumbani wanapokea miujiza yao. Bwana Yesu atukuzwe. Labda kuna wengine wakongwe, nyanya zetu, babu zetu ambao hawataweza kusikia Kizungu na Kiswahili kwa sababu TV yetu leo ni ya Wakisi, lakini tunapenda kuamini kwa njia yoyote ile neno litawafikia na muujiza wako unakufikia katika jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe. Napenda pia niweze kumshukuru our valuable sponsor David Chita ambaye hayuko pamoja nasi, lakini kwa sababu ya mapenzi ya kanisa hili, kwa sababu ya mzigo wa kazi ya Mungu, alionelea vema atusponsor ili tukaweze kuhubiri injili. Ametembea, yuko Marekani asubuhi ya leo, lakini napenda kanisa tumpe makofi kwa sababu amesimama nasi. Bwana Yesu atukuzwe.
hata hapo anaposafiri, anapofanya kazi yake ya udaktari. Mungu amkumbuke, ambariki na ampanurie mipaka, ni kwa sababu yeye ni sehemu yetu asubuhi ya leo. Bwana Yesu atukuzwe. Tuko na managing director ambaye ametulia tu hapa. Huwezi dhani ni mtu mkubwa, lakini ametulia tu kwa sababu ya uwepo wa Mungu kuwa ndani yake. Haleluya. Atakaribishwa na mchungaji, atapewa nafasi zake 2-3 aseme neno. Pia ambao wako pamoja nasi, the IT department, tunawapenda. Asanteni sana kwa kujitoa kufika hapa. Tunajua hii ni zaidi ya kazi. Hii ni wito. Hata kuvumilia chini ya uwepo wa Bwana inagharimu mkono wa Bwana. Bwana Yesu atukuzwe. Wengi sana wanafanya katika vyombo vya habari, lakini akisikia anaenda kuhubiri au anaenda ku broadcast the news direct from the church, inamkalia ngumu kwa sababu hana mzigo wa kazi ya Bwana ndani yake. Lakini kwa sababu hawa ambao wametumwa na DZTV siku ya leo wanapenda Yesu, tunyoshe mikono yetu na tuseme wabarikiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Masaa yetu ni mazuri, tumeendelea vizuri na tuko na nafasi ya kusikia neno la Bwana. Haleluya. Tumeitwa asubuhi ya leo tu tulete neno. Hatuna kitu ingine. Bwana Yesu atukuzwe. Hatuna shughuli ingine yoyote ambayo imetuleta mahala hapa. Ni kuleta tu neno na kuleta ujumbe wa tumaini katika mioyo ya wanadamu. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua kanisa siku hizi limechanganyikiwa na limechanganywa na mbegu zingine ambazo hazifai kuitwa kanisa. Washirika na watumishi wengine wanapatikana katika nyumba ya Bwana. Si bure. Ni Biblia imesema zimee zote pamoja. Bwana Yesu atukuzwe. And when the time comes, God will decide mbegu ni gani na magugu ni gani. Bwana Yesu atukuzwe. Lakini sisi kama kanisa la KMTC Nyamira, letu ni kupeana ujumbe kama jinsi ulivyo. Hata yule ambaye anatutazama pale nyumbani, tunakuomba kwa lisali moja, tulia usikie ujumbe jinsi ulivyo. Sisi hatuhubiri kwa sababu ya kuongeza mali. Sisi hatuhubiri kwa sababu ya kuwa na jina. Sisi tunataka tu kujenga mioyo, ni kwa sababu tumeitwa kulihubiri neno. Ayeti tuwekee kitabu cha Warumi. Bwana Yesu atukuzwe. Romans 10 and verse 14. Maybe tunaweza soma line 2 au moja hapo ili tusikie neno la Mungu linavyosema. Glory to God. How then can they call the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Glory to God. That verse is enough for today. We are here today just to preach the good gospel of our Christ Jesus, so that those who are watching us live from home, they can receive this gospel, the message of hope. Hallelujah. Kwa sababu Biblia inatuuliza, na watasikiaje kama hakuna aliyewahubiria? Hivyo basi sisi ndio tumeitwa asubuhi ya leo ili tuweze kuwahubiria waweze kulisikia neno. Na wanapolisikia neno watapata kumwamini huyu ambaye tunawahubiria kuhusu. Bwana Yesu atukuzwe kanisa. Na hivyo basi asubuhi ya leo ni wito wetu. It's our great call. Kulihubiri tu neno na kuhubiri neno peke yake. Bwana Yesu atukuzwe. Ili hata wanapolisikia neno wamjue Mungu ambaye ni Mungu wa ukweli. Wanapolisikia neno wamjue Mungu ambaye ni Mungu yuaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na ili waache kutembea katika nyakati ambazo ni ngumu bila kuweza kumfahamu anayetembea na yeye. Haleluya. Wakorintho wa pili
Bwana Yesu atukuzwe. 2 Corinthians 5:7. Life, it's a matter of faith. Glory to God. We live by faith, not by sight. My Bible says, life, it's a matter of faith. Some other version says, for we walk by faith, not by sight. Na mahala ambapo tumesoma katika kitabu cha Warumi na tuuliza, na watasikiaje bila kuhubiriwa? Na watajuaje bila kuelezwa? Bwana Yesu atukuzwe. Na watapokea imani vipi bila kuelezewa kuhusu hii imani? Bwana Yesu atukuzwe. Hivyo basi asubuhi ya leo, mtazamaji wa Ndizi TV, asubuhi ya leo, tunaomba ujumbe huu wa imani ukafike katika maisha yako. Tunapenda injili hii ya Yesu Kristo ikafike katika moyo wako, ili umwamini yeye ambaye ni njia, uzima na ukweli. Na ili kuanzia asubuhi ya leo, uache kutembea katika mambo ambayo unaiona. Uache kutembea kutumia mawazo yako, lakini kuanzia asubuhi ya leo utembee kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi kanisa, hata sisi asubuhi ya leo ni wakati wetu wa kubadilisha miondoko na kutembea kwetu. Wale ambao tunatembea kwa nguvu na uweza wa kibinadamu, wale ambao tunasafiri kwa macho haya ya dunia, tuanze kutazama maisha na mtazamo wa kiroho. Tuanze kutazama maisha na mtazamo wa kibingu. Haleluya. Na ili tufike mbinguni, na ili tuache kuishi maisha ya walimwengu, na ili tuache kuishi maisha ya kuchanganyikiwa. Bwana Yesu atukuzwe. Ningependa utayarishe moyo wako, ningependa utayarishe roho yako, tunapoingia katika kipindi cha kumsikiza Roho wa Mungu jinsi anavyopenda na maisha yetu. Tayarisha moyo wako ili neno la Mungu lipate nafasi katika moyo wako, ili neno, ili begu ikaanguke mahala penye rutuba. Bwana Yesu asifiwe. Or we can call it one special announcement ya the care ministry, and still we have another one announcement yenye tutamake after the service. So please, kusiwe mmoja wetu ambaye atatoka. We have two special announcements zenye tukienda off air tutaweza kutangaza na tutaweza kujadiliana, kwa sababu ni mambo yetu ya kinyumba. Bwana Yesu atukuzwe. So tukae chini, tutulie tunapobarikiwa na neno. Then after neno tutaleta matangazo mawili. Tulie tunapobarikiwa na neno. Then after neno tutaleta matangazo mawili matatu, alafu tuone venye tutaendelea. Glory to God. Hallelujah. To that juncture, we have man of God here together with his family, and in the church, we let us be on our feet as we welcome the man of God who is together with us this morning. Glory to God. Welcome, man of God. Amen. Glory to God. Thank you. Welcome. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, man of God, for the opportunity. Thank you. May God bless you. Amen. Hallelujah. Praise God. Wale wa SDA wamekuja leo. Bwana asifiwe. Naongelesha wa SDA wenye wamekuja leo. Okay. Kuna kwa hapa kila siku. I see you every day. Okay, wale wa Catholic wamekuja leo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lote tusalimiane kikatoliki. Na kwa Islamu ya Catholic. Vyombo tulia kidogo. Tuanza kuimba. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Sasa juu ya 7th day nikani nimesahau. Kitambo nilikuwa huko kwa Kikisi ile kuanga chingondi che gorombi ya mure.
Oh, kumbe ni happy Sabbath. Happy day. Praise the name of the living God. Tukae chini. Mkisahau kukaa shauri mimi sioni. I'll stand here and you stand until the end. Hallelujah. I want to thank God for you guys. You know you are my family. Nyamira KMTC, see you. You are my family. Haya, kumba mfurahi kwa familia yangu. For 5 years, we have grown up with you guys. And today, anyway, tusiende hapo. I want to be very quick because of time. I want to thank God for Ndizi TV for giving us the opportunity to preach to the world. I believe we are live on Facebook, Ndizi TV, News, Digital. So kama uko pale nyumbani, you have a neighbor somewhere, we muandike ka SMS tu, log in Ndizi TV, News, Digital, na tuwe kitu kimoja. Hallelujah. I want to welcome guests who are with me to say hi to us, because I'm going to donate them my 2 or 3 minutes so that they can also say hi to us. Cindy, it's now 11:53. I still have enough time. Praise God. Today I have come almost full pack. Sema full pack. Ujanga mjaluo, kizungu ya mjaluo, full pack. Hallelujah, full pack. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimetembea na familia. Mama ako hapa, yule mnaniona hapa ninavaa kashati mnafikiri sina mtu, na kwanga niko na mtu. Hallelujah. The last time I was there was with my son. I think that was in 2020. Those of you who were here in 2020, I came with my son, who was then joining Form 1. Today he is in Form 3. And God is good to us all. Hallelujah. I want to introduce Mama. Let me start with the children. Baba, kuja. Wewe inabidi ukuje hapa. Yes, this is my daughter. She says she wants to be a doctor and a journalist at the same time. Huh? Yeah, akona mentor wake anaitwa Dr. Masi Koriri wa KTN. Sasa anasemanga yeye atamaliza journalism kwanza, alafu aende medicine. So anatakuwa kitwa doctor, tatumia majina yake Dr. nani? Praise God. Praise God again. My name is Medline Wilberforce. My nickname is Password ya Daddy. Hallelujah. Password. And she says she wants to be a journalist. Simi ni journalist. So she wants to be after me. I have a young one there called Glarians or Glare Wilberforce. Hajajua kuongea. She was born a month after I first stepped on this pulpit. So she's now officially 4 years plus a few months. Nilikuja first 2018. She was born in 2019. Sasa mama yao pia aseme jina. Kuna microphone nyingine hapo karibu ama atafika hapo, ni mrefu anaweza kuja. Kuna miguu mirefu. Praise the Lord. Praise the Lord again. I'm Gladys Kemto Wilberforce. Thank you to be with you and God bless you. Hata mwezi mpigia makofi mazuri. Nataka ninyimwe ugali usijioni ya leo. Hallelujah. I now want to introduce my deputy manager at Ndizi TV, who is here on behalf of the TV manager and the leadership, the entire administration at Ndizi TV. Kindly, my brother, feel most welcome, and I'm humbled to give you my 2 minutes to also say hi to this church. Kuna microphone mnampatia? Hello. How are you? God is good. And at the time. And that is what? Nature. Thank you. My name is Hesbon Yamete. We come from Ndizi TV. Nafanya kazi na huyu Mungu mnaona hapa. Anajiita Prata Power. Am I right? Yes. Okay. Niko na my colleagues wenye tulikuja na wao mwenye wanasimama huko kwa kamera. You can just wave with them. And again, there is another guy there. Anaitwa Conrad. We are very, very much happy to welcome Nyamira KMTC. Actually, this is the first time me to be in Nyamira KMTC. I really appreciate the way mmetukaribisha.
kuwa na nyinyi mpaka at the end of the service. Just to assure you that mko hewani, both terrestrial TV, whoever is at home anakuona. Kama ulikuwa hapa mbele, you are not smiling, actually ulionekana vile ulikuwa unafanya. At the same time, Facebook, YouTube, you are live there, just to prove that people are watching right now, like in our Facebook. Wacha niwasomee ujumbe 2-3 just to confirm that mko live. Before niwasomee hizo 2 to 3 messages, uko na smartphone hapo, just go to YouTube ama Facebook, andika Ndizi TV News. That is in YouTube. CC. Mbale. Ni ukweli ama ni uongo? Good, thank you. You have subscribed and that's good. I really appreciate. If I go back to our language kidogo, I know Kekusi, some are not. It's good to mix. Good, thank you. Now we are confirmed. So, because of time, let me just read 2 to 3 SMSs. Actually, people are watching. Masi Kwambuka anasema na watch from akusema kutoka wapi. Kuna mwingine anasema I'm watching from Makongeni, that's Jogoo, that is from Nairobi. Kuna mwingine anasema I'm watching from Nakuru, Salams Club. Kuna mwingine anasema I'm watching from Mombasa, Kongowea. I'm right there with you. Charles Ruango anasema, mwalimu Charles Ruango anasema count from Nyamira County, anasema naangalia. I love there's a comment here for the guy who's anaitwa Vincent. There's a comment for Vincent, actually I'm looking for it. Anasema yes, you imeenda wapi? Actually there's a guy mwenye alimba hapa. There's a message for that guy. Nimejaribu kuitafuta. Sioni, but as long as umesha subscribe uko ndani, you get that nini, utaona hizo messages zote vimeandikiwa. Otherwise, thank you for your time. We are together until the end of this service. Thank you. Amen. Clap for Ndizi TV administration. Hallelujah. We are privileged to have our own. Bwana Yesu asifiwe. I told you the longest time I've been here, and I've always told you God is doing big things for us. Ndio niliwaambia hapa siku ingine, I'm looking forward to that day when I'll be supposed to be preaching at Nyamira KMTC, and I'm just closing a crusade in Mombasa, and I just take a flight. Sasa hata mwezi niambia amen. Yaani mnavyosikia hivyo nikipanda ndege. Haya. Hello. I thank God for you guys. Thank God for my family. Thank God for the Ndizi TV family. Right from each and every person who has made sure this service is here and is on air. Praise God. Today, guys, I want us to share on rebuilding the altar. Rebuilding the altar. Tell your neighbor, rebuilding the altar. Sijui mbona msemi kwa nguvu kidogo, rebuilding the altar. And of course, you will allow me sometimes to go back to vernacular, because then in Ndizi TV is a vernacular station and we must reach everybody. Kuna wakati natoroka kidogo niingie huku, nikuje pande hii. Somebody was supposed to come and do interpretation for me, but somehow hakufika, and we thank God for everything. Hallelujah. Amen. For those who may have not known me, my name is Jared Wilberforce. Hizo ni zile zangu za M-Pesa. Lakini yangu ya kazi ni Brother Power. When I'm on air at Ndizi TV, I'm famously known as Brother Power. I do a show on disability every Tuesday and every Sunday. Above all, I am saved and I love the Lord. Hallelujah. It is only God that can bring you to the level that we are in today. It is not by our own making. It is not because our fathers
were great people in this society is not because we were connected so well, but because God is God, we are who we are today. Hello. Hata ukiwa hivyo, ndio maana naambia kila siku hapa, every time I come here, I always tell you, ni kwa neema, hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema, neema, kwa neema, hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema, neema, kwa neema, hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema. Imba. Kwa neema hivyo ulivyo, nasema ni kwa ninakupenda kwa neema hivyo ulivyo, nasema ni kwa na sura yako inapendeza kwa neema hivyo ulivyo, nasema ni kwa na jirani yako ni mzuri sana aye hivyo nasema ni kwa na wazazi wako wanapendeza hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema aye hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema aye hivyo ulivyo, nasema ni kwa piga makofi ima kidogo aye hivyo ulivyo, nasema ni kwa neema aye hivyo ulivyo, nasema ni kwa hallelujah. It is by grace that you are the way you are, and that you are, I am the way I am. Hallelujah. It is not because I'm well connected, neither is it because you are well connected, nor is it because you are born in a very rich family that you are what you are. You are what you are because it is by grace. Hallelujah. Amen. Sometimes I look at life every day and I thank God for everything that happens in life. Hallelujah. Sometimes I sit back and reason. I sit back and listen to myself. I take myself to a meeting and I thank God for everything that happens to me in my life. Hello. Somebody said, we don't live by sight, we live by... Sasa mimi ni perfect example. Me, I don't live by sight. Hata sikuoni. I don't care. I don't even care how beautiful, how ugly or handsome you are. What I know is that you are in the image of God. Hallelujah. I don't care the kind of dressing you have dressed in today. I don't even care the color of this carpet. What I know is that it is even by grace that I know I'm standing on a carpet. Hallelujah. Amen. Rebuilding the altar. Amen. Is my theme for today. Is my word for today. I want to thank God for this opportunity. You know what our brother David promised? Whatever has happened, whatever has not happened, that one we leave to God. Hallelujah. Amen. Above all, we are all here today. Our text is from the book of 1 Kings chapter 18 and from verses 31. Actually, verses 30. Hallelujah. 1 Kings 18, I'll read from verse 30. When I talk about rebuilding the altar, I'll take you through for around 20 minutes ahead of us. You see how the effect of a clumsy altar can actually tamper with your sacrifice. People have wondered why they give offering, they sacrifice, but then they are not receiving their expectations. You know, every time you give, every time you sacrifice, no wonder I heard someone say, the hand that giveth is the hand that receiveth. I'm sure it's also written. Really? But then,
This morning, as I sat here and waiting for the Lord to give me direction, my Lord, who has never let me down, reminded me of a verse that I have read time and again. I have read the text in the book of 1 Kings 18, verses 31, verses 30, kwenda huko mbele, time and again. But today, I saw it in a very different perspective of rebuilding and reorganizing the altar of the Lord. Amen. My friend, my brother who is seated here with me, my dear sister, looking at me from home, wherever you are, you have a responsibility to organize, to repair, to reorganize, and put in order the altar of the Almighty God. Amen. Hello? Amen. You know, an altar is a place of worship, is a place where we go to give sacrifice, is a place where we go to pour out our cries unto the Lord. Am I right? Yes. Altar kwa Kiswahili ni nini? Kwa Kiswahili. Madhabahu. Kwa Kisi. Wale watu ndizi wanajua kiza kia wako hapa. Joyce Bonsi mtangazaji ningemuuliza altar kwa Kisi ni nini? At least leo ameonekana kwa screen, eh? Yeah, aonekanangi sana. Hallelujah. Altar sijui kama nege saa simero katika madhabahu ni utohozi kutoka Kiswahili kuja Kisi. Ege saa simero. Sema ege saa simero. Ege saa simero. Kwa Kijaluo altar enango. Jaluo une odka. Ngamadhi ngisa altar enango. Okinya bedo mana altar nyaka wangi wat moro madho luo. Ukia donge. I clap for the Luos in the house. They don't know their language. Now, rebuilding the altar. People think about giving. People think about offering. You don't just give offerings anywhere. You give offerings in a consecrated place. Am I right? Yes. Offerings are only given in designated, consecrated places in society. Amen. In the African setup, whether you are a Kisi, whether you are Kikuyu like my brother Mugo, whether you are Luya, you had your own way of giving sacrifices. You had your own designated places where your people would go and offer sacrifices. I don't know even where the Kisis offered it, but at least I know they had an altar they called Engoro, which meant God. I know the Kikuyus faced Mount Kenya and they did do something at under, is it a Mugumo tree, Brother Mugo? Yes. Yes, under a Mugumo tree. I know the Luos had their own abilas or what have you, where they would go and offer sacrifices. Now, today, I want to talk about the place of offering your sacrifice. Hallelujah. Amen. It may not matter how much sacrifices you have offered. It may not matter the weight of the sacrifice, but from where are you offering your sacrifice? When Abraham received a call from God to go and give a sacrifice, my Bible tells me Abraham went a journey of 3 days. And when he saw the place at a distance, he left the donkey and the workers and he went with the boy over to go and worship and of course give a sacrifice. So it was not to be given anywhere or to be done anywhere. Today, I want to read a script about Elijah. Elijah, as you all know, is one of the prophets who lived a hard life on earth, who survived by grace on earth. Hallelujah. Nani hajui ya Elijah? You know Elijah ndiye mpaka vigonkoru kunguru. Umate vigonkoru. Vigonkoru biare koenda, bioyo bokima, bioye nyama, biare terelija, biamurutiraga aboli. Okate vigonkoru biaera, vigonkoru mbiraera. Na bantu wote ni boronge. Amen. Hiyo najua hukusikia lakini ni sawa tu. Ule mwenyako huko nje amesikia. Ule anatufuatilia kwa channel 195 Star Times na channel 824
Go TV, najua pale kile nimesema bigo nkoru mbira era na buche linjira era bigo chiko inyama korwa na abantu patate ni biya. Elijah alisurvive na nyama ya kuletewa na kunguru kila jioni na kila asubuhi. Wewe unafikiri nyama zilisha ama ni kunguru ziliisha? Kunguru ziliisha. Vultures are still there, siziko. Agak, dongagak ntie. Simonanga agak zikifanya sasa wakati wa Elijah zingeenda zichukue nyama, zikiwa na Elijah sema nyama inaanguka. Elijah anapugia. Sasa leo sikwambii juu ya Elijah na vigonkoru. I'm telling you about Elijah, the man who knew the importance of the altar from which he was to offer his sacrifice. Someone to come and hold me this microphone. Wewe kuja madam. Shikeni some haraka haraka sana kimbia. I'm reading from verse 30 and says, and Elijah said unto all the people, come near unto me. And all the people came near unto him. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Nasikia hapo. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Hallelujah. Nitakuitaje bado siende mbali. Hallelujah. The Bible says this is the time when there had been an argument in Israel on who is supposed to be worshipped. Is it Baal or the God of Elijah? And Elijah had come forward and challenged the king to bring forth 2 bullocks so that they can offer offerings to their either gods. Elijah had a God of heaven, a God we know with the capital G. The Baal prophets, under the directorship of Jezebel, had their own gods called Baal. And Elijah challenged them and said, kujeni mtupatie maana nyinyi wengi. Ndio walikuwa wengi sana, yeye alikuwa peke yake. Kama nyinyi wengi, leteni ndama wawili wa kiume, mnipe mmoja na nyinyi mchukue mmoja. Sasa tutawachinja hao ndama, yule atakaye chomeka bila sisi kuwekelea moto chini, basi Mungu wa hao ataabudiwa. If the Baal gods are able to bring down fire to burn the offering, so Baal be God. But if not, and the Lord God of heaven bringeth fire without anybody putting it under the sacrifice, so he should be worshipped forever. And they were all in agreement. After the Baal prophets tried their style of doing things, if you go and begin reading from verse 24, utaona vituko walifanya. Bible says they called from morning until afternoon and there was no answer. They began jumping on the altar and destroying it. They began cutting themselves with knives until blood gushed out and splashed on the altar. There was no God. And Elijah was even mocking them and telling them, pigeni kelele kwa nguvu, labda analala, mumuamushe. Maybe ameenda safari kidogo sokoni Nyabite, ita yeye mumuamushe. Maybe ako date, iteni yeye. Hapo kwa date umecheka. Hallelujah. Amen. But when there was no God, the time came for Elijah, a man who understood himself. So first things first, you must understand yourself. Tell your neighbor, understand yourself. Mwambie kwa Kiswahili ujijue. Mwambie kwa Kikisii emanye. Mwambie kwa Kijaluo sijui. Kijaluo tunasema aje? Ngeri. Sema ngeri. Kwa Kikuyu tunasema aje? Wemenye. Hiyo sijui. Hallelujah. First, get to know and understand yourself. Elijah knew who he was and what he stood for and who he worshipped. Hallelujah. The Baal prophets definitely did not even understand themselves. You know, there are things that are very obvious. Someone cannot tell you sasa, wewe ni mwanafunzi wa KMTC Nyamira, saizi uko na mimba na kufika saa 10 utakuwa umejifungua, hata kama ni miujiza. Hiyo ni gani? Hello?
hata kama ni miujiza ile imehubiriwa sijui kwa miaka ngapi, hiyo ni gani? You cannot conceive at 8 o'clock and give birth at 4. Imetokea? Hata Yesu alikaa miezi ngapi kwa tumbo? 9 bado, na ni mwana wa Mungu. Mbona hakuzaliwa na siku moja? Hello? Elijah, understanding well himself, when the time came for him to offer the sacrifice, Bible says he came forward. Hello? He came forward, and the first thing, he repaired the altar of the Lord that had been broken down. The altar of the Lord that had been broken down. Hallelujah. Amen. The whole program was about giving sacrifices. Ilikuwa ni kutoa dhabihu, lakini kabla ya kutoa dhabihu, madhabahu ya Bwana ilikuwa imevunjika. Elijah akafanya jambo la kwanza la kuitengeneza upya ile madhabahu. Leo mwanafunzi wa KMTC, leo mama ambaye unanitazama nyumbani, leo rafiki yangu ambaye unanitazama katika Facebook, Ndizi TV News Digital, leo rafiki yangu ambaye unanitazama Facebook, YouTube, Ndizi TV News, na kuambia kwamba ndio umejiandaa kutoa sadaka, lakini kwanza lazima urekebishe madhabahu. Lazima urekebishe madhabahu. Amen. Lazima ukajenge upya madhabahu. Yes. Inawezekana tuliwekuwa tukitoa dhabihu zetu kwenye madhabahu ambazo zilivunjwa na watu ambao hawakujielewa. Inawezekana hata nyumba ambayo unaishi umeijenga kwenye madhabahu ambayo ilikaliwa na wachawi wa kimila ya kwenu. Inawezekana hata shule ambayo unaisomea imejengwa juu ya madhabahu ambayo mababu wa area hiyo walifanyia vituko. Leo nimekuja kukuambia, you have a responsibility to repair and rebuild, and make new the altar on which you want to offer your sacrifice. Hallelujah. Amen. Unashangaa mbona mambo yako yaendi vizuri. You wonder why things are not working right. Unashangaa mbona kwenu watu hawaolewi. Unashangaa mbona kwenu hata mkisoma mfiki form 3. Unashangaa mbona kwenu mkipata kazi zenu haziwasaidii. Pesa zenu ni kama zinamwagika. Unashangaa hata mkisoma, mkipata kazi, mnaingilia ulevi, mnaingilia anasa. Ni madhabahu ambayo mnaishi kwayo na ambayo ilibomolewa. Mna jukumu la kuijenga upya. Amen. Listen to this. Elijah came forward. He first repaired the altar. Hallelujah. He first repaired the altar of the Lord that was broken down. Even if you gave your sacrifice and you are doing it on a broken altar, it may not make a lot of meaning. This is the word the Lord has told me to tell you today. That it does not matter how beautiful, how big, how great your sacrifice might be. You have a responsibility to rebuild and repair the altar of the Lord. Hallelujah. Amen. No wonder when Solomon became king, he first accomplished his father's vision of building the temple. Then in the temple, there was an altar. And Solomon went ahead and requested God to come and dwell on the altar. Our God dwells on the altar. He doesn't dwell on a disorganized, a disorderly altar. Your altar must be orderly. Hallelujah. Turn to your neighbor, mwambie, your altar must be orderly. Your altar must be organized. If it was broken, you have a responsibility to rebuild it. Does not matter in which way it was broken. You know, this one we are reading here, it was broken by the gods of Baal.
and they danced on it. They did all manner of things on the altar. Bible says they cut themselves. Swata ilikuwa chafu maana imemwagikiwa mpaka na damu. Hallelujah. How do you go to give offerings to your God in a house that is clumsy? In some script I read, Bible says, my house has been left to be in shatters. Hello? You have a responsibility to cleanse, to repair, to rebuild your altar. And I told you step number 1, you must know who you are. Ujielewe. Ambia mwenzako ujielewe. Ujijue. Hello. Amen. Listen. Elijah, the man of God, despite every power bestowed upon him, this is a guy who had commanded rain, and rain had ceased for 3.5 years. He couldn't come bragging. He wanted to prove them wrong. And he told them, let's build an altar. Bring your 2 bulls. Give me one and have one for yourselves. Bible says, when they were doing their thing, they did it in their way. It worked not. But when he came, he took the first step to repair the altar. Before you do anything, think around. Look at your altar. That altar might be in your body. That altar might be in a church like this. That altar might be in your bedroom. That altar might be anywhere. Blessed are those who wake up every morning to come and make smart this place. Hallelujah. Because then they are preparing the altar of the Lord for the sacrifice of praise, worship, glory, and adoration. Hallelujah. Hatuwezi kwenda kumsifu Mungu kwenye misitu, kwenye mawe kama pale barabara inawezekana. You know, even the Israelites on their way to Egypt, they refused to sing their songs in a place that was not consecrated. Si walikataa? Kuna wimbo nasikianga tulitundika vipasi sijui vinubi vyetu. I don't know that song, nimesahau. Nilikuwa nikiplay sana nikiwa kwa radio fulani. Hallelujah. They put down their flutes. They refused. They refused to praise their God in a land that was not right. You must refuse. You must refuse. Elijah did not walk up to the altar the way it was. He had to clean it first. Repair it. Bible says, if you read downwards, I wish I had enough time, I would have read the whole script. If you read downwards, Bible says, kuja nishike microphone haraka madam, I want to read this very fast. I stopped at, and Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, and to whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. And with the stones he built an altar in the name of the Lord. And he made a trench about the altar as great as would contain 2 measures of seed. 33. And he put the wood in order and cut the bullock in pieces and laid him on the wood and said, fill 4 barrels with water and pour it on the burnt sacrifice and on the wood. Verse 34. And he said, do it the second time. And they did it the second time. And he said, do it the third time. And they did it the third time. 35. And the water ran round about the altar, and it filled the trench also with water. And it came to pass, in verse 36, to pass at the time of the offering of the evening sacrifice, that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word.
verse 37, hear me, O Lord, hear me, that these people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up the water that was in the trench. Hallelujah. I had to read in that speed. Praise God. After he had repaired the altar, he also waited for the right time to offer the sacrifice. You don't just offer the sacrifice. There is time and a season for everything. He waited for the time. You might be offering your sacrifice, number one, on a wrong altar. Number two, at a wrong time. Ambia mtu huyo sio mimi. Mbona nakuangalia vibaya? Mwambie tena huyo sio mimi. Mwangalie vizuri, mwambie huyo sio mimi. Mimi najua timing. Mwambie unajua timing. You must know your timing. Hallelujah. Hapana kaa kama wale wa mama wengine, unasikia mama ni mjamzito lakini hajui kabisa, hawezi hata kuestimate atajifungua lini. We ever had them, those of you who go to hospital? Those of you know, what do you think iko miezi ngapi? Akamwambia hata siko sure. I'm not even sure. No, a Christian must be sure. Elijah, after repairing the altar, he built it strong in the name of the Lord. You don't just build an altar, you built it on a foundation. I tell your neighbor, build your altar on a foundation. He rebuilt the altar in the name of the Lord. Hallelujah. Amen. The God of Isaac, Jacob, and every other person, and Abraham. Hallelujah. And after building the altar, he now was confident. The effect of giving your sacrifice on a repaired, a rebuilt, orderly altar, it gives you confidence. Hallelujah. Unapochukua sadaka yako kuipeleka baada ya kujichunguza kama altar ni moyo wako. The Bible says your body is the temple of the Holy Spirit. Hallelujah. Therefore, your body is an altar. When you are taking your sacrifice, you are sure you are taking it with, power. After he built, he was now confident. Do what you can, and I will prove you God is God. Mwageni maji. Tena mwaga ingine. Tena mwaga ingine. Tena mwaga ingine. Mara ngapi? Mpaka maji yakajaa kila mahali. The Bible tells me one thing with Elijah is orderliness. You must be orderly. Tell your neighbor, you must be orderly. Onya kulinkalia wikotu aromoroberio. Lazima uwe na mpangilio. You don't just wake up, unaamka, wengine unaamka unatupa blanketi huko, unatupa pillowcase yako huko, socks imelala kwa kitanda, sijui nini kwa mpaka kiatu ya mtoto kwa kitanda. Do you even get sleep in that bed? Mafuta ndio ile huko, Biblia ndio hii hapa, notebook ndio ule, makalamu, mavifunguo, kila kitu kitandani. You must be organized. And so it is with our God. You must be organized, dear brethren. Even as I finish, Elijah, after repairing the altar of the Lord, na maji yakamwaga ya kutosha, he now waited for the right time. If you are a good Christian, you must know your timing, as I said. You don't just kurupuka from nowhere and you are busy jumping and you are saying, see in class, during normal days, these are lecture hall. Am I right? What would happen if Mugo came here on a weekday at 10:30 a.m. and he is here and he is busy? Father, in the name of Jesus Christ, Jamani, is that being orderly? What would happen if your lecturer came in and they found you on a circle at 11:30 a.m. on Tuesday, amekuja na mtihani kuwapatia, na nyinyi mmejikaza hapa tukizunguka kiti cha enzi? Confusion or not confusion? Confusion or not confusion? Confusion. You cannot go to heaven if you are confused. You don't give a sacrifice when you are confused. Hallelujah. Amen.
you must be of orderly. Hallelujah. I have a few minutes. You must be orderly. Elijah, after organizing the altar, Bible says alikata ule ndama pia akampanga hapo juu. Hiyo ni baada ya kupanga mpaka kuni. You know, those of us who grew up in the olden days, ulikuwa unawakisha moto chini ya etwaje? Hebu cha Ruthi. Nyakundi. There was somebody called Nyakundi here. Hebu cha Ruthi, unatoka nje, tafuta mavijiti ndogo ndogo hivi, nyasi hivi, weka hapo chini ya meko, alafu na wakisha moto, si ndio? Hiyo vitu kama iko disorganized, moto itawaka kweli? Itawahi waka? They must be organized. Na ukishawasha ile moto, tena chukua zile kuni, ukianza na zile ndogo. Hauchukui kuni kubwa na kubanza pale juu bang. Lazima uanze na ile ndogo. Ukiendelea pole pole, ile kubwa inawekwa pole pole ikisongeshwa. Hiyo moto ikishika, inashika sawa sawa. Lakini ukiwasha moto wa kukurupuka, wewe umekuja na matawi ya maganda ya maharagwe, sijui maganda ya nini pale, ukakuja na sogoro za mahindi, wewe unajaribu kuhakisha moto huo hautawahi waka. Because you are disorganized. Hebu nikuulize. Leo unaweza ukawa na nguo nzuri, lakini ukaivaa vibaya. Naelewa? Yeah. You know, you might dress expensive but not smart. Unaweza vaa nguo nzuri lakini umevaa vibaya? Do you think you'll be admirable? Wewe umeshukwa matuta na kichwa yako ni nzuri, wewe umejipaka mafuta hivi mengine hata yako ingia vizuri. Wewe umechukua blouse yako, umeivaa, kifungo moja kimefungwa hapa, kingine kule, and you're in the church. Nashangaa mbona siolewi? Hakuna mwanaume atakuangalia. Hakuna mwanaume anataka kuisha na wewe, maana unakaa wazimu tu. Hallelujah. Amen. You look confused. No man wants you. If you are a man, unavaa shati, unakuta badala ya kuichomeka huku ndani ya longi, shati yako umeichomeka kwenye belti. Hakuna mwandara anakaye tukae kukaribia. Kweli rongo wanadada? Wewe unachukua vitabu vyako, umevibanza, umevikunja mpaka unatembea na begi lako ni kama na kwamba umejaza maavocado. I want to pray, guys, that God helps us to be orderly. You'll never achieve a target when you are disorderly. When you are disorganized, even in your own house, unatafuta soksi mpaka inakukosa, unakosa kwenda safari because you are disorganized. Hello? Hata nikuambie, Pastor Mungu, you can confirm to them, socks moja inaweza kukost. Just one sock. Unatafuta hapo mpaka una give up, unakaa hivi unaambia Mungu sasa come what may. Na ni socks moja tu imekosekana. Why? Because you are disorganized. Unavaa socks ukitokea barabarani, unagundua ulivaa ikiwa inside out. That is what Elijah avoided. He organized the altar of the Lord. He organized the wood. He organized everything. And they did not even put fire under. Now, when you are organized, you are confident. Na hapo namalizia. Tell your neighbor, you are confident. Unapata nguvu za kipekee. You don't need to struggle. Let me tell you, dear brethren, you don't need to struggle. When you are organized, things happen automatically. When I was here last time, I told you, nilipokuwa shule, kuna wakati ningefukuzwa school fees, unakaa unaambia Mungu hata nikifukuzwa na transport zina, baza naenda na kusahau. Na jioni mnaanza mtihani, you are organized. Sisemi usilipe fees. Hello? Fees lazima ufanye nini? Ulipe. Because a Christian must also be obedient. You must pay fees. And you know, these things cannot happen when you are forging them. You know, ndugu husband, you cannot go to the road na uko na pesa na una expect lift ikuje. Magari zote zitapita hapo mpaka ya rafiki yako metusele na kupita na hata hakuoni. Lakini wakati hauna pesa, unakaa hapo, unakuta gari napita na wewe. Sema sister, ukienda wapi? Lakini you don't forge. You must be organized. Hallelujah. What happened then? After all these things, when the time came, Elijah did not even struggle.
My Bible does not say he shouted. His colleagues had shouted. His colleagues had even cut themselves. Walijikatakata, wakapiga manduru, wakapiga kelele, mpaka sauti zikawapotea. Lakini Elijah hata hakupiga kelele. Maandiko inasema aliinuka na akaita Mungu, akaambia Mungu, ndio ijulikane kwamba wewe ni Mungu na kwamba umenituma na mimi ni mtumishi wako. Sasa shukisha moto, period. He didn't go and say the abracadabra, abramashantara masaika, abramanaike Milosevic Gaddafi, Mbeki na Mubaraki na nani. No, he said, God, that it may be known that you are a God and I am your servant. Now bring down fire. My Bible says, the fire of the Lord, the fire of the Lord. Simama kwa miguu yako. Just stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up, stand up. Tell your neighbor, the fire of the Lord came down. Mwambie tena kwa sauti, the fire of the Lord came down. The fire of the Lord came down. And today I'm telling you, after you have organized yourself, the fire of the Lord is going to come down and make your ways straight. Hallelujah. Amen. Lakini haukusikia. Kama ungepiga Yesu makofi mazuri. I said the fire of the Lord is going to come down and make your things straight. I don't care what you have been looking for. I don't care what you have been working for. What I care, the fire of the Lord is going to come down and make things work for you. You only need one thing: repair the altar. Lift up your hands with your eyes shut. Brethren, come on, angalia kutoka nyumbani. If you are watching me from home, I want to tell you, it is time to repair the altar of the Lord. You are not receiving, you are not getting, you are not winning those battles because you haven't performed your responsibility of repairing and rebuilding the altar of the Lord your God. You are not getting to your destination. You are not achieving anything because there are broken altars in your life. Doesn't matter how they got broken. Doesn't matter how many sacrifices were offered in this place. Doesn't matter what they said when they were doing their thing. What matters is what my God, the God of Israel, says about your life. I've always told you, there is power. There is power. Brothers, there is power. Ndugu zanguni, nasema kila siku kuna nguvu. Oh my God, there is power. Doesn't matter what they have said about me. Doesn't matter what the doctors have said about you. Doesn't matter what the witches of your area are thinking about you. Doesn't matter what your mother, what your brother, what your father, what your neighbors are talking about you. What matters is what the Lord God of heaven thinks about you. Yes, Lord. My Father, Lord, my Holy Father, you are a God. Ewe ni Mungu. Ewe ni Baba. Tukijenga tena madhabahu hii, utakwenda kutubariki. Bible says, when Solomon finished building the temple, the presence of the Lord came down and lived in the temple. So that whoever prayed in that temple had their prayers answered. The Bible says in the book of 2 Chronicles chapter 7,
from verse 12, that when calamity shall befall the land, when plague shall come upon the land, when the locusts shall come upon the land, when floods will eat the land, those who are called by my name, if my people humble themselves and call upon my name, I'll hear from heaven and then heal their land. Yes, Lord. On this altar here today, our voices shall be heard in heaven, and God will come down and heal our land. Brothers, have you repaired your altar? Ask your neighbor, have you repaired your altar? We want to go before the Lord. Have you repaired your altar? Ask them again aloud, have you repaired your altar? Muulize tena ukimuguza kipaji cha uso, je, umerekebisha madhabahu? Hamjaulizana vizuri, muulize tena kwa sauti kubwa, je, umerekebisha madhabahu? Even those who want to be leaders, despite the fact kampeni zote unaweza kupiga, lakini je, umerekebisha madhabahu? Kambaya, my Lord, Kambaya. Kambaya, my Lord, Kambaya. Kambaya, my Lord, Kambaya. Oh Lord, Kambaya. Kambaya, my Lord. Imba Bwana. Kambaya, my Lord, Kambaya. Kambaya, my Lord, Kambaya. Oh Lord, Kambaya. Kambaya, my Father, Kambaya. Kambaya, my Lord, Kambaya. Kambaya, my Lord, Kambaya. Oh Lord, Kambaya. Kambaya, my God, Kambaya. Kambaya, my Lord. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako. Kambaya, my Lord, Kambaya. Oh Lord, Kambaya. Kambaya, my Father, Kambaya. Imba kwa sauti. Sing along. Sing along. Sing along. Oh Lord, Kambaya. Kambaya, my God, Kambaya. Kambaya, my Lord. Funga macho yako, inua mikono, imba kabisa. Imba kabisa, imba kabisa. Ori baba baba. Kambaya, my God, I want you. Kambaya, my Lord, come back. Come back. Kambaya, my Lord, come back. Oh Lord. Sasa enda mbele za Bwana dakika moja, just go before the Lord. Just call down the Father to come by and answer to your prayer. My Father, my Lord, I love you, I worship you. Glory and honor comes to you, Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Have mercy on your people, Lord. Have mercy on your people, my Father. Have mercy on us, O God. Have mercy on us, Father. Rebuild our altars, O Lord. Open our altars, O Father. Open our doors, O dear Father. Kila mlango uliofungwa ukafunguke sasa katika jina la Yesu. Kila mlango uliofungwa, kila alichochukua shetani na kinyakua sasa katika jina la Yesu. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, my Father. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Let's pray.
Father, in the name of Jesus, Yes, Lord. I love you and I worship you. I thank you, Father, because of your power, because of your greatness. Thank you for coming by us, oh Lord. Thank you, Father, because you'll help us. Thank you for reminding us to rebuild our altars, oh dear God. Now thank you for this congregation. Bless us as we go out there. Tata seni bari batoliga likorunka. Konyo mongero toliga likorunka nyasai. Abarenge na intwenchera ya Facebook. Abarenge na intwenchera ya YouTube. Abarenge na twasekerenchera nyasai. Nyasai tibwe bonde. Tulia niombe ombi la mwisho. Father, in the name of Jesus, you are a God. You are a God. Hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa wote waliofanikisha ibada ya leo. Asante kwa sababu ya Ndizi TV. Asante kwa sababu ya CEO Professor Kimori na wengine ambao wameweka mtambo huu katika eneo hili, ili kupitia kwayo watu wako wafikiwe hata na injili ya Yesu Kristo. Umbariki na jamii yake. Bariki kazi zao wote wathamini wa Ndizi TV. Kila mmoja wao asije akalemewa. Walio nchini na walio mbali, Mfalme, wakumbuke unapobariki watu wengine. Baba, bariki cameramen wetu wote wa Ndizi TV. Bariki presenters wote wa Ndizi TV. Kila kipindi, my Father, kila jambo linalotendeka katika kituo kile, wacha litendeke kwa mapenzi ya utukufu wa jina lako. Baba, wanapotembea pana pale kukusanya habari na mengine yote, wacha jina lako likaimidiwe na utukufu wako ukaonekane. My Father, I thank you for the brethren who are with us here. Thank you for Brother Decoram. Thank you for Brother Methuselah. Thank you for Brother Hesbon. Thank you, my Father, for each and every person who came from this TV. I worship you for this church. Asante kwa yule ambaye ametutazama kule nje. Amen. Asante kwa walioketi kunisikiliza. Amen. Asante kwa maisha yangu. Baba, si kwamba nilifaa sana kwa madhabahuni, lakini kwa sababu ya rehema na mapenzi yako umenipa ruhusa kunenea ulimwengu. Sina la kukurudishia Baba ila shukrani za kinywa, Mfalme. Na uzikubali dhabihu hizi za vinywa vyetu. Accept our adoration, Lord. Accept our sacrifice of praise and worship. Thank you for this church. Thank you, Jesus. Now, even as we go home, we want to love you. Amen. We want to worship you. Amen. We want to glorify you. Yes, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Inua Jesus. mikono yako, sema asante Yesu. Asante Yesu. Sema asante Yesu. Asante Yesu. Tuketi. Jesus. Thank you so much. Amen. Dear brethren, the word of the Lord has come. Buyamono bali mwatolike likorunka. Asante kwa wale ambao mtazama online na walioketi katika kanisa hili. Nashukuru Mungu kwa kuwa ametutimizia hili jambo, maana ni yeye ametimiza. Receive greetings from Sister Lois. You know Sister Lois? Yes, Sister Lois really wish to be with us, and I'm sure she's watching us online. She has been praying for this live coverage, and today it has come to pass. While our children's home, may God bless you so much. The work you are doing is a wonderful work, and I know God will reward you. All is well, and the Lord is our God. I don't want to continue from here. Is anybody here who does not come from KMTC Nyamira or Ndizi TV? Kuna wageni ninge expect wakuje wachache, walikuja? Nobody. We thank God, and I thank God for you. As always, I've always told you, if you want to talk to me, be free to call me. My number is 0704-836-444. Can I repeat? 0704-836-444. 0704-836-444. Go to my Facebook page, Jared Nyaribo. Talk to me. I'm a counselor. I'll take you through a lot that the Lord will allow me to do. For today, I want to thank you so much. Brother Mugo, kindly take it over. May God bless you. Glory to God. Let us give our Lord a mighty clap. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you.
Hallelujah. Glory to God. What a wonderful service. Amen. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa sema amina. Kama umebarikiwa piga makofi. Kama umebarikiwa piga makofi. Kama umebarikiwa cheza kidogo. Kama umebarikiwa cheza kidogo. Amen. Amen. Glory to God. Natumai tumebarikiwa na shukrani zetu kwa Mungu Muumba wetu ambaye amefanikisha ibada ya leo. Shukrani zetu za dhati pia kwa timu ya Ndizi TV. We are grateful. Mbarikiwe sana hata mnaporudi nyumbani kwa studio zenu. Mbarikiwe sana, tumefurahi na tumeheshimika kuwa pamoja nasi. Asanteni sana. Pelekeni salamu zetu kwa wanandizi TV wote na pia watazamaji wote wa Ndizi TV. Waambie tunawapenda na tumeheshimika kuwa part of your services today. Asanteni sana kwa your airtime. Kwa director Mr. Kimori, mwambie tumeshukuru sana kwa kukubali kufika hapa, na pia akipata nafasi nyingine anaweza watuma, tunawakaribisha tena na tena. Mkipata pia mwingine ana feel akona mzigo wa kutusponsor tuwe on air, we are much humbled and tunawakaribisha sana. Hata director anaweza tupea next Sunday, yeye tunaireceive immediately. Glory to God. Si tukipewa tia on Sunday sisi tuko ready. Glory to God, ili tubariki watazamaji wa Ndizi TV na ili tubariki wa Kenya popote pale wanapotutazama. Asanteni sana. Mungu awabariki na atembee nanyi. Najua sasa wakati wetu wa kutoka on air umefika. Let us wave to the Ndizi TV as we say bye bye. Glory to God. Thank you. Thank you so much. Pastor Wilberforce and your family, asanteni sana pia. Tumefurahi na tumeshukuru kwa kipindi hicho cha neno.